Je, unajua asili ya kijiji cha Mazengo? Katika nyakati za kale, kabla ya ramani kuchorwa kwa kalamu za kigeni, kulikuwa na milki ya Mazengo. Hiki hakikuwa kijiji cha kawaida, ulikuwa mji wa ajabu uliostawi kwa kujitegemea chini ya uongozi wa Chifu Mwadime. Mazengo ilikuwa nchi ya ahadi, ambapo ardhi ilitoa kila aina ya utajiri. Mito ilitiririka maji ya baridi yenye mchanga wa dhahabu, milima ilikuwa na vito vya thamani, na misitu yao ilikuwa na miti ya ajabu ambayo haikauki. Watu wa Mazengo waliamini katika wingi na upendo wa dhati. Wanaume walioa wake wengi wenye heshima, na kila mke alimiliki mashamba makubwa ya ekari 10. Hakukuwa na chuki wala husuda. Jamii iliishi kama mwili mmoja. Uzazi ulikuwa baraka kuu. Kijiji kilijaa watoto wenye afya tele, kwani maradhi kama malaria, ukimwi na kisukari hayakuwepo kabisa. Walikula vyakula asilia vilivyotiwa nguvu ya mwezi na jua, na miili yao ilikuwa imara kiasi kwamba hakuna maradhi yaliyoweza kupenya kwenye kinga zao zilizokuwa imara. Walipotaka barabara au majengo, hawakusubiri msaada. Chifu alipuliza pembe ya mnyama na vijana walijitokeza kwa moyo mmoja. Walijenga majengo marefu ya ghorofa na mapiramidi ya ajabu kwa kutumia miamba iliyokatwa kwa mitetemo ya sauti na nguvu ya asili, wakijenga tangu msingi hadi kileleni kwa weledi wa hali ya juu. Kabla ya mtoto kuwa mtu mzima, alipitia shule ya jando na unyago. Wasichana walifundishwa maadili, huku wavulana wakifundishwa ujasiri na siri za milki. Chifu alikuwa na uwezo wa kuita mvua wakati wa ukame na kuizuia isinyeshe kwa kutumia miti maalum na maombi ya asili. Zaidi ya yote, walikuwa na teknolojia ya kiroho ya kuongea na wazee waliotangulia mbele ya haki. Kupitia kioo cha asili, waliwaita mababu na kupata maelekezo ya moja kwa moja. Pia, walikuwa wataalamu wa anga na nyota. Walisoma nyota kujua majira ya hatari na neema, na walijua nguvu ya majina. Pia, mtoto alipozaliwa kwa njia ya kawaida, mtaalamu wa nyota aliitwa mara moja. Alitazama mbingu, akazungumza na mababu, kisha akampa mtoto jina ambalo ni ufunguo wa nafsi yake. Fanya upasuaji. Walitumia kisu kilichochemshwa na maji. Mama alipewa pombe ya wanzuki, kisha upasuaji unaendelea. Baada ya hapo, kidonda kilipona ndani ya siku 7. Hata mifupa iliyovunjika iliunganishwa kwa siku chache kwa kutumia gome la mti. Uwindaji wao ulikuwa wa kustaajabisha. Babu mkuu alizungumza na mnyama usiku mmoja kabla, akimwambia amechaguliwa kulisha jamii. Kesho yake, mnyama alimsubiri mwindaji bila kukimbia. Kwa usafiri, walitumia ungo uliopaa angani kwa kasi ya ajabu, wakisafiri maili nyingi ndani ya muda mfupi. Basi, waliishi hayo maisha kwa miaka mingi tu. Siku moja, anga la Mazengo lilififia kwa wingu zito kwa dakika 20. Lilipopambazuka, mtu mrefu mwenye ngozi nyeupe na pua ya kuchongoka aliwasili na mabegi mawili, akionekana amechoka sana. Alijitambulisha kama mpelelezi kutoka bara la Hila, akidai amekuja kutafuta maarifa na urafiki. Kwa ukalimu wao mkuu, walimkaribisha kama ndugu. Alileta zawadi za shanga, kioo na vitambaa. Chief Mwadime alimpa zawadi za thamani ya dhahabu na pembe za ndovu. Mpelelezi huyu alijifanya mjinga na mnyenyekevu, lakini moyoni mwake alikuwa na sumu. Kila usiku alifungua kitabu chake na kuandika kila kitu: siri za tiba, nguvu ya majina na ramani ya utajiri wa Mazengo. Alipomaliza, alifunga safari na kurudi kwao. Nini kitatokea baada ya ripoti hii kufika bara la Hila? Je, Mazengo itabaki salama?
Mpelelezi yule alipofika kwao huko katika bara la Hila hakupumzika hata kidogo. Giza lilipoingia, alikutana na wakuu wake katika jengo la siri lililojengwa kwa mawe ya baridi na kuta zenye unyevu. Chini ya mwanga hafifu wa mishumaa, alizungumza kwa sauti ya kunong'ona, huku akiwaonyesha ramani alizochora kwa siri, vipande vya dhahabu alivyozawadiwa na ripoti ya asili ya watu wa Mazengo iliyojaa siri nzito. Mpelelezi aliwakazia macho wakuu wake na kutoa onyo kali. Wakuu wangu, Mazengo si sehemu ya kwenda na majeshi na bunduki kwa sasa. Hawa watu si binadamu wa kawaida. Wanaongea na mababu zao na kupata maelekezo ya vitu moja kwa moja kutoka ulimwengu wa roho. Wanapaa na ungo angani kama ndege na wanaweza kuzuia mvua ili jeshi letu life kwa kiu nyikani. Tukitumia nguvu ya moto na baruti, tutashindwa vibaya sana. Alielezea kwa uchungu jinsi ardhi ile ilivyosheheni madini kila kona, mito iliyojaa dhahabu safi na misitu ya dawa zinazoweza kuponya kidonda cha upasuaji ndani ya siku 7 tu. Wakuu wale walikunja nyuso zao kwa hasira na tamaa, wakitafuta mbinu ya kuupata utajiri huo bila kuangamizwa. Mpelelezi akatabasamu kwa hila, tabasamu lililojaa uovu, kisha akasema, lazima tuingie kwa kutumia imani ya dini. Ili tuwatawale, lazima tuwapokonye teknolojia yao ya kuongea na mababu zao. Tuwape imani mpya itakayowafanya waamini kuwa nguvu zao ni ushirikina na uchawi wa giza. Tukifanikiwa kuivunja kamba inayowaunganisha na mababu na nyota, tutakuwa tumewapokonya silaha yao kuu ya ulinzi. Watabaki wazi na hapo ndipo tutawakamata. Wakuu wa bara la Hila walivutiwa na mtego huo. Wakaa vikao vya siri kwa siku 7 wakipanga jinsi ya kuingiza watu wa misalaba na vitabu vya kigeni ili kuifuta historia na nguvu ya Mazengo. Je, Mazengo itastahimili mtego huu wa kidini? Nini kitatokea Chief Mwadame atakapowaona watu wa kwanza wenye mavazi marefu na misalaba mikononi wakikaribia mipaka ya kijiji chake? Je, ukarimu wa Mazengo utakuwa ndio kaburi lao? Baada ya yule mpelelezi wa kwanza kuondoka na siri za utajiri wa Mazengo, milango ya milki hiyo ilifunguliwa kwa kundi la pili lenye hila zaidi. Wamishonari walifika wakiwa wamevalia mavazi meupe ya upole, wakibeba misalaba inayong'aa na vitabu vyeusi mikononi mwao. Chief Mwadime na wanakijiji, kwa ukarimu wao uliopitiliza, waliwapokea kama ndugu, wakiamini wameleta heri. Lakini punde tu walipotua, walianza kuvunja kila nguzo ya sayansi na asili iliyoifanya Mazengo iwe tishio duniani. Shambulio la kwanza lilikuwa ni kufuta utambulisho wa wanakijiji. Wamishonari walisimama katikati ya uwanja na kutangaza kwa sauti ya mamlaka, enyi wanakijiji, majina yenu ni milango ya kuzimu. Ili muweze kusoma vitabu hivi na kuijua mbingu yetu, lazima muachane na majina yenu ya kishamba. Kuanzia leo, wewe unayeitwa Mkude, jina hilo ni la giza, utaitwa Michael. Wewe unayeitwa Mombeki, utaitwa John. Na wewe Mkiza, kuanzia leo jina lako ni Peter. Kwa kufuta majina hayo, walikata kamba ya mawasiliano na wahenga. Mababu kule Ahera waliwaita kwa majina yao ya asili, lakini John na Peter walikuwa wameshakataa utambulisho wao. Mawasiliano ya kiroho yakafa, kioo cha asili kikabaki giza, na Mazengo ikapoteza kinga yake ya siri. Wamishonari waligeukia sayansi ya kiba. Upasuaji uliomponya mama mjamzito ndani ya siku 7 uliitwa uaguzi wa kichawi. Walipaza sauti, mitishamba ni sumu ya Shekani. Mungu hapendi mizizi. Mezeni vidonge hivi na mtumie maji tuliyoyabariki. Watu wa Mazengo wakaanza kuogopa dawa zao wenyewe. Ile sayansi ya kuunganisha mifupa ndani ya siku 7 ikaanza kuonekana ni dhambi. Wakaanza kudhoofika, wakitegemea vidonge vya wageni, huku misitu yao ya dawa ikiachwa kuliwa na magugu. Hata usafiri wa ungo ulipigwa vita.
Huu ni ushirikina. Mungu aliwapa miguu mtembee. Kuruka ni kazi ya Ibilisi. Subirini magari yetu na ndege zetu. Chief alipojaribu kuitisha mvua, walimcheka na kumwambia ni dhambi. Hata familia zilivunjwa kwa kisingizio cha ndoa ya mke mmoja. Jambo baya, nguvu kazi ikapungua. Mifumo ya jando na unyago ilibomolewa. Badala yake, wakajenga majengo ya mawe wakayaita shule. Watoto walilazimishwa kuingia ndani na kuambiwa, acheni maadili ya mababu, someni historia ya bara la hila. Kila kitu chenu ni ujinga, maarifa yapo kwenye vitabu hivi. Kisha wakajenga makanisa kila kitongoji na wilaya zote, na kuanza kuwaambia wanakijiji waanze kumjua Mungu. Achaneni na imani yenu ya kuongea na mizimu yenu. Ni uchawi mtu akisha kufa ndio kafa, kuongea naye ni ushirikina. Watoto wa Mazengo wakaanza kufundishwa kuwa mababu zao walikuwa nyani. Wakashika vyeti mikononi huku wakiwa hawajui kutofautisha mti wa dawa na mti wa sumu. Waliaminishwa kuwa utajiri wa dunia ni batili na muhimu ni kujiandaa kwenda mbinguni ili wakaishi maisha mazuri. Mazengo sasa imelainika kabisa. Akina John, Michael na Peter wameshika vitabu vyao, wamevaa suti zinazowabana na wanashinda wakifunga macho kuomba, huku wakidharau kila kitu kilichowafanya wawe mashujaa. Wameacha dhahabu na ardhi yao kwa sababu wameaminishwa kuwa maskini ndio watakaouona ufalme wa mbinguni. Hapa ndipo mtego unapoachwa. Je, itakuwaje sasa wakati ulinzi wa Mazengo umeshabomolewa kwa imani na vyeti? Kijiji cha Mazengo kilichokuwa milki ya mashujaa na sayansi ya asili sasa kimegeuka kuwa gofu la kifikra. Yale majina ya nguvu ya kina Mkude, Mombeki na Mkiza yamezikwa kwenye mavumbi ya historia. Leo hii Mazengo imejaa akina Michael, John na Peter, watu walioaminishwa kuwa utambulisho wao wa asili ni ushamba na laana. Wamishonari walimaliza kazi yao kwa ustadi. Walifaulu kuwalubuni wanakijiji kuwa kila elimu waliokuwa nayo tangu mwanzo ni uchawi. Wale vijana waliokuwa wakijenga ghorofa kwa sauti ya miamba na kutibu mifupa ndani ya siku 7, leo hawawezi kitu. Wanavaa rozari shingoni wakiamini kuwa kuugua ni mapenzi ya Mungu. Uwezo wao wa asili unaoza, huku wakisema tumwachie Mungu kwa kila jambo. Huku wanakijiji wakiwa wamefumba macho kusali, wafanyabiashara wakaingia na hila ya makaratasi. Waliona dhahabu na almasi zimezagaa Mazengo kama mawe ya barabarani. Wakaleta makaratasi yenye picha za wakuu wao wa bara la hila na kusema, enyi wasomi wa Mazengo, msihangaike na haya mawe mazito ya dhahabu. Chukueni haya makaratasi mepesi, haya ndiyo pesa, haya ndiyo yatawapa ujanja na ustaarabu. Wanakijiji wakatoa dhahabu yao yote na kuchukua makaratasi. Meli kwa meli zikapakia madini na mbao kuelekea bara la hila. Wafanyabiashara waliyachakata yale madini, wakayapakeji vizuri kwenye boksi, kisha wakarudi Mazengo kuwauzia akina John na Michael mali zao wenyewe wanazinunua kwa bei ya kutisha. Dhahabu walioitoa sasa wanainunua kama mapambo kwa kutumia yale makaratasi waliopewa ambayo hayana thamani kama yale madini walioyatoa. Wafanyabiashara walitumia ile elimu ya vyeti kuingia mikataba ya ovyo. Walileta makaratasi marefu yenye lugha ya kigeni wakisema, ekeni sahihi hapa ili tujenge shule zaidi. Akina Peter na Paul wakitaka kuonekana wasomi wakaweka sahihi bila kujua kuwa mikataba hiyo inasema mito yote, misitu yote, ardhi na madini yote sasa ni mali ya watu wa bara la hila kwa miaka 900. Walikuwa wageni kwenye ardhi yao. Huruhusiwi tena kuchimba madini yako mwenyewe. Ukitaka dhahabu yako lazima uinunue kutoka kwa mgeni. Leo hii Mazengo imepoteza kila kitu. Wanakijiji wamebaki na imani isiyo na matendo.
Wanajua kila aya ya kwenda mbinguni, lakini hawajui jinsi ya kulinda dhahabu inayochukuliwa mbele ya macho yao. Wamishonari wanawaambia, vumilieni, huku ni kupita tu, mbinguni kuna raha. Wafanyabiashara wanachukua ukuu wao, wanabeba vinyago ambavyo babu zao walivitumia kuongea na asili, huku vile vitu wakivitumia wao, na wanazidi kutajirika. Wanatumia mali za mazengo kutengeneza silaha na dawa, kisha wanarudi kuwauzia wanakijiji wale wale waliopokonywa kila kitu. Mazengo imekuwa soko la bidhaa zake yenyewe. Hadithi hii ya Mazengo ni kioo cha maumivu ya Afrika. Baada ya wapelelezi kama David Livingstone na John Henning Speke kupeleka taarifa, ndipo mashambulizi yakaanza. Wakaja wamishonari kama Padre Antoine Hona. Huyu ndiye aliyekuwa injini ya Ukatoliki. Hawa ndio wakawarubuni kwa vitabu na kuwafanya wachukie asili yao, na wafanyabiashara wakachukua kila walichokuwa nacho kwa kuwapa makaratasi. Leo wanamiliki dini na vyeti, lakini wageni wanamiliki ardhi yao na madini yao. Waafrika sasa wanajikuta hawana asili wala tamaduni. Wanabaki kupalamia tamaduni za watu wengine. Mzungu anaongea Kiingereza, Mjapani anaongea Kijapani, Mchina anaongea Kichina. Lakini Mwafrika sasa haeleweki. Kiingereza na Kifaransa ndiyo sifa, lakini kuongea lugha yao wenyewe wanaita ni ushamba. Hawataki kabisa kusikia asili yao. Wameacha miti ya bure inayoponya kila aina ya magonjwa. Wanaona bora waende kununua dawa ambazo zipo kwenye package. Wanashindwa hata kujitibu kwa miti shamba. Wanaita uchawi. Hitimisho, kila kilichopo kipo kwa sababu fulani, iwe njema au mbaya. Jukumu lako ni kukielewa na sio kukiamini tu. Mimi naitwa Wazir Isa.